Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuhakikishie ukumbi huu uliofurika zaidi ya watu 1500 unakuwa taasisi na maafisa masuhuli ambao wameshiriki nasi toka siku ya jana na leo na wamekuwa na mchango mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tujipongeze kwa makofi mengi sana. Upendo mliotuonyesha, bashasha, michango yenu ya fedha, mawazo, mapendekezo vinazidi kifani, na PPRA hatutaweza kuwa na shukrani za kutosha kwa maneno tu. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka huu wa 2025 kongamano la 9 la ununuzi wa umma limekuwa la kipekee sana kwa sababu limeshirikisha wizara za sekta kama vile ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Vijana na Ajira na watu wenye ulemavu, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambazo zimeweza kuliwezesha kongamano hili kutekeleza kauli mbiu inayosema ununuzi wa umma kidijitali kwa maendeleo endelevu. Maana yake ukuzaji wa kampuni za wazawa na makundi maalum kwa ukuaji wa uchumi jumuishi, na kwa lugha ya kigeni Digital Public Procurement for Sustainability, Empowering Local Enterprises and Local Special Groups for Inclusive Economic Growth. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili la 9 tangu mamlaka ilipoanzisha utaratibu wa kufanya kongamano kwa wadau wa ununuzi wa umma hapa nchini. Kwa mara ya mwisho kongamano hili lilifanyika mwaka 2021 na mgeni rasmi alikuwa Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, na leo na lengo la kongamano hilo ilikuwa ni kutoa fursa ya kujadiliana masuala mbalimbali yenye nia kuleta tija katika sekta ya ununuzi wa umma, ikiwa ni pamoja na kuboresha sekta ya ununuzi wa umma hapa nchini. Tunaweza tukajiuliza toka 21 mpaka leo 25. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka jana 2024 tulikuwa na jukumu chini ya Wizara ya Fedha kuandaa kongamano la ununuzi wa umma la Afrika Mashariki ambalo tulifanya kwa mafanikio makubwa hapa katika ukumbi huu, na lilianza Septemba 9, 2024 ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais, lakini aliwakilishwa na makamu aliishwa na Mheshimiwa Doto Biteko katika ufunguzi huu, na hapo tulifungua rasmi uzinduzi wa mfumo wetu wa ununuzi wa umma wa NeST. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili jumla ya mada 19 zitawasilishwa ambazo zimeanza kuwasilishwa jana na leo asubuhi ziliendelea kwa washiriki ambao kila elimu, ujuzi na uzoefu utakupatikana kupitia mada hizo utasaidia wadau wa ununuzi kuweza kuboresha utekelezaji wa majukumu ya ununuzi kwenye taasisi zao na hivyo kuongeza tija. Mheshimiwa mgeni rasmi, miongoni mwa mada zitazowasilishwa ni pamoja na mada ya kuendeleza ununuzi wa umma kupitia teknolojia, maendeleo ya kiufundi na ubunifu katika mfumo wa kitaifa wa kielektroniki wa ununuzi wa umma yani NeST. Katika wasilisho hilo, washiriki watapata fursa ya kujua na kuhusu ubunifu, mafanikio na changamoto za utekelezaji wa mfumo huu tunaotumia sasa na namna ya kukabiliana na changamoto hizo. Pia kutakuwa na mawasilisho kutoka kwa makundi maalum, wafanyabiashara na wenzetu wa taasisi ya wajibu ambao tuko nao. Vile vile kutakuwa kuna mada ya kuwawezesha wazawa, makampuni ya wazawa, makundi maalum kupitia upendeleo wa 30% ambazo zinatengwa na taasisi nunuzi kwa ajili ya makundi maalum, na makundi maalum haya ni ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kutekeleza adhima ya Mheshimiwa Rais ya mifumo kusomana na matumizi ya digitali, ujenzi wa mfumo wa NeST ulianza tarehe 18 Julai 2022 na mfumo huu ulianza kutumika rasmi Julai 1, 2023 ambapo hadi sasa mfumo una moduli 6 ambazo ni kama ifuatavyo: usajili wa watumiaji wa mfumo, yani watumiaji wote wanajisajili kupitia moduli ya usajili au kwa lugha ya kigeni e-registration. Uchakataji wa zabuni wote unafanyika kwa mfumo na kwa lugha ya kigeni ni e-tendering. Taratibu zote za kushughulikia zabuni unafanyika ndani ya mfumo. Namba 3, usimamizi wa mikataba yani e-contract
ambayo modeli hii imekamilika na inatarajiwa kuanza kutumika rasmi mwezi Julai 2025 baada ya majaribio kukamilika. Katika modeli hii zipo modeli ndogo nyingine 5 ambazo ni uandaaji wa mikataba, contract preparation, uanzishwaji wa mikataba, contract commencement, utekelezaji wa mikataba, contract implementation, malipo ya mikataba, contract payment, usitishwaji wa mikataba, contract cessation, na mabadiliko ya mikataba, yani contract addendum, variation na extension. Unaona upana wa hii moduli ya e-contract ulituchukua muda kuweza kukamilisha, kwa sababu mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tunazungumzia ujenzi wa shule darasa 1, ujenzi wa matundu ya vyoo, ununuzi wa bandari, ununuzi unaofanyika kwa wenzetu wa reli, ununuzi wa meli na ujenzi mbalimbali. Kwa hiyo ni moduli ambayo inagusa maeneo mbalimbali ambayo yana upana wake. Wenzetu wa MSD ununuzi wa madawa. Kwa hiyo tulikaa na wadau wengi kukusanya mawazo hayo yote ili kuweza kuikamilisha hii moduli ya kusimamia mikataba. Na mnataraji kuanza kutumia mwaka wa fedha ujao 2025-2026. Vile vile ulipaji wa mikataba ya ununuzi, yani e-payment, imekamilika na ipo kwenye majaribio. Kuna baadhi ya taasisi ambazo wapo hapa wamekuwa katika majaribio kupitia mifumo yao ya ununuzi ya ERMS pamoja na MUSE, na inategemea kuanza kutumika rasmi kuanzia mwezi Julai 2025. Na kuna moduli nyingine saidizi ya e-catalog na e-auction, hizo zimepangwa kuanza kujengwa kuanzia mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi kufikia tarehe 11 Juni 2025, wazabuni 38,163 waliidhinishwa na kusajiliwa. Kati ya hao 36,377 ni wazabuni wa ndani na 1,786 ni wazabuni kutoka nje ya nchi. Jumla ya taasisi ununuzi 61,415 zikiwemo taasisi kuu za ngazi ya chini za serikali za mtaa zimesajiliwa kupitia NeST, zikiwa na jumla ya watumiaji 131,202 ambao wamesajiliwa NeST. Katika taasisi ununuzi hizo tuna taasisi kuu za kasimiwa 1,701 na taasisi za ngazi ya chini ya serikali za mtaa 59,714. Aidha, jumla ya watumiaji wanaokaribia 100,000 wamesajiliwa kama watumiaji wa mfumo. Pia shule na vituo vya afya, zahanati, kata, vijiji na mitaa 59,714 vimesajiliwa kwenye mfumo na kuanza matumizi ya mfumo. Mheshimiwa mgeni rasmi, matumizi ya mfumo kwa taasisi ununuzi yamezidi kuongezeka kila mwaka. Kwa mfano, mwaka wa fedha 24-25 hadi kufikia tarehe 11 Juni 25, taasisi ununuzi 20,954 zilitangaza mipango ya ununuzi wa mwaka wenye thamani ya zaidi ya trilioni 30. Jumla ya zabuni 258,787 zilitangazwa na jumla ya zabuni 61,174 zilifunguliwa. Vile vile jumla ya tuzo ya zabuni 140,494 zilitolewa zenye thamani ya trilioni 8.6. Pia jumla ya taasisi nunuzi 1,701 pamoja na shule na vituo vya afya 59,714 zinatumia mfumo na kuchakata zabuni mbalimbali ndani ya mfumo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kusema mpaka sasa toka tumeanza kutumia mfumo wa NeST, sasa tunaelekea miaka 2, zabuni zenye thamani ya trilioni 16 zifanyiwa kazi na tenda hizo kupewa wazabuni katika kategori mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kulingana na taarifa za mfumo zilizochakatwa mpaka sasa, baadhi ya taasisi ununuzi hususan halmashauri zimekuwa na matumizi mazuri sana ya mfumo, ambapo zimeweza kuchakata ndani ya mfumo na kutoa zabuni mpaka 2,000 toka tulipoanza kutumia mfumo. Yani hapa tuna halmashauri ambazo ni kinara, wameshaweza kutoa zabuni ya zaidi ya 2,000. Hii ni mwamko ambao unatupa sisi nguvu PPRA, na nikuambie mheshimiwa mgeni rasmi, hizo halmashauri sio kwamba ziko mjini, ziko kando kando. Kwa hiyo hata hao walio mbali wanaweza na ni watumizi wazuri wa mfumo, na mheshimiwa mgeni rasmi, tutatoa zawadi kwa hizo halmashauri ambazo zimekuwa zikifanya vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi,
licha ya faida mbalimbali zilizotokana na matumizi ya mfumo wa NeST, mfumo wa NeST umeleta mageuzi makubwa katika kutekeleza dhima ya serikali ya kuwa na ununuzi endelevu, hasa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2023/2024 pekee, mamlaka ilifanya utafiti wa awali uliofanywa na umebaini kwamba matumizi ya mfumo wa NeST yamesaidia kupunguza metric tani 6,117.85 za utoaji wa kaboni angani, yani carbon footprint reduction. Uokaji huo umetokana na kupunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya kuprint ya karatasi pamoja na wino kwa ajili ya kuprint. Kiasi hicho cha uokoaji ni sawa na kuondosha magari 144 yanayotumia mafuta ya diesel barabarani kila mwezi kupeleka zabuni katika ofisi mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, mwezi Novemba 2024 Tanzania kupitia mfumo wa NeST ilipata tuzo ya miradi bunifu Afrika iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kupitia taasisi inayosimamiwa iitwayo APAM nchini Uganda. Aidha, tarehe 5 Juni wiki iliyopita tu, katika kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, PPRA ilipatiwa tuzo ya heshima kutoka ofisi ya makamu wa rais kwa uchangiaji wa utunzaji wa mazingira kutokana na matumizi ya mfumo wa NeST ambao tumeokoa hizo carbon print, na mchango wetu ilikuwa ukiweka kwenye fedha ni zaidi ya bilioni 15. Mheshimiwa mgeni rasmi, na maelekezo tuliopewa ni kusajili mfumo wa NeST rasmi kama mradi ambao utakuwa unaweza kuipatia serikali fedha taslim kupitia uokoaji wa hiyo carbon footprint, na tumeanza na kwa hesabu za haraka ambazo alizifanya Katibu Mkuu ofisi ya makamu wa rais, tunaweza kupata fedha katika eneo almost inaweza kufika bilioni 30 kila mwaka katika eneo hilo. Kwa hiyo tuko katika hatua mbalimbali za kusajili mradi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mamlaka imeendelea kutoa mafunzo ya matumizi ya mfumo wa NeST na kuwezesha kusajili makundi maalum. Tangu kuanza kutumika kwa mfumo hadi sasa, vikundi 578 vimesajiliwa na kuanza kutumia mfumo wa NeST na kuomba zabuni zinazotolewa na taasisi za serikali. Hadi sasa jumla ya tuzo 501 zenye thamani ya bilioni 16.1 zimetolewa kwa makundi maalum. Vile vile hata kikundi ulichokutana nacho cha burudani cha ngoma pale wakati unaingia, kile kikundi kimepata tenda kupitia mfumo wa NeST. Mheshimiwa Mwenyekiti, washiriki wote walioshiriki hapa tumeweza kuwapa zawadi ya vibebeo, tunaweza tukaita vikapu, na kikundi ambacho kilifanya kazi hiyo kilipata kupitia zabuni ambayo imetangazwa kwenye mfumo wa NeST. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile ukiacha vitendea kazi, karatasi za kuandika na kalamu ambazo tunagaiwa na ukumbi, kuna nyingine nyongeza ambazo mamlaka tumekuwa tukizigawa nayo. Hiyo tenda ilipewa kikundi maalum. Hiyo ni kuonyesha kwamba kuna wigo mkubwa sana wa kuviwezesha hivi vikundi maalum kupata tenda mbalimbali na zabuni mbalimbali za serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 imejumuisha masuala mbalimbali ambayo yana faida na manufaa makubwa kwa taifa. Masuala hayo ni pamoja na kuhakikisha taasisi nunuzi zinatoa upendeleo kwa wazabuni wa ndani katika zabuni za bidhaa, kazi na ujenzi na huduma. Pia kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023, taasisi nunuzi zimeruhusiwa kutoa upendeleo kwa ushirika au mikataba midogo midogo iliyoingiwa baina ya kampuni za ndani na kampuni za nje. Vile vile sheria hii inazielekeza taasisi nunuzi zote kutenga na kutoa zabuni zinazofikia 30% ya bajeti zao za ununuzi kwa makundi maalum ambayo tumeyataja: vijana, wanawake, watu wenye mahitaji maalum, bila kuwasahau wazee, nao ni kundi maalum.